Mwaka 1519 na oza mmoja wa jeshi la Kihispania ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Hernan Cortes aliwasili kwenye pwani ya Mexico pamoja na wanajeshi wake. Walikuwa na lengo moja kuu, kushinda na kuchukua ardhi hiyo. Lakini walipofika, uoga uliwajaa. Walijua kuwa walikuwa wageni kwenye nchi ya wenyeji waliokuwa na jeshi kubwa. Hofu ya kushindwa ilikuwa dhahiri machoni mwao. Baada ya kugundua changamoto hiyo, Bwana Cortes aliweza kufanya jambo ambalo lilibadilisha kila kitu. Aliwaamuru wanajeshi wake wachome moto meli zote ambazo walitumia kufika katika pwani hiyo ya Mexico, na wote wakabaki wakishangaa. Hakukuwa na njia yoyote ya kurudi nyuma. Walilazimika kupigana hadi washinde. Kwa uamuzi huo, aliwafanya waweke akili na nguvu zao zote kwenye jambo moja, kusonga mbele, na kwa hakika iliwasaidia kuweza kushinda vita hiyo. Maisha yetu pia yanajengwa kwa maamuzi ambayo tunafanya kila siku. Baadhi ya maamuzi yanaweza kuwa madogo, kama vile kile tunachochagua kula au muda tunaotumia kwenye simu, lakini kuna maamuzi makubwa ambayo yanaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yetu kabisa. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 fungu la 19. Mungu anasema, nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili wewe na uzao wako mpate kuishi. Maneno haya yanaonyesha kuwa hatima ya maisha yetu haitegemei bahati mbaya au mazingira pekee, bali chaguo tunazozifanya. Mungu anatupa uhuru wa kuchagua, lakini pia anatufundisha kuwa chaguo zetu zina matokeo. Mtu mmoja aliwahi kusema kuwa maisha yako ya kesho ni matokeo ya maamuzi yako ya leo. Watu wengi huahirisha kufanya maamuzi muhimu kwa sababu ya uoga au kutokuwa na uhakika, lakini ukweli ni kwamba kutofanya uamuzi pia ni uamuzi. Albert Einstein anasema, hatari kubwa zaidi ni kutofanya uamuzi kabisa. Tunaweza kuchagua kusubiri mpaka kila kitu kiwe sawa kabla ya kuchukua hatua, lakini hakuna wakati ambao utakaokuwa kamili. Wale wanaofanikiwa sio wale waliokuwa na uhakika wa 100%, bali ni wale ambao waliamua kuchukua hatua hata walipokuwa na mashaka. Fikiria mtu ambaye alikutana na Yesu akiwa na tatizo lake, aidha alikuwa ni kipofu, mgonjwa au mwenye huzuni. Wengi wao waliponywa si kwa sababu ya mazingira yao, bali kwa sababu waliamua kumwendea Yesu kwa imani. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa na tatizo la damu kwa miaka 12 aliamua kugusa vazi la Yesu, na hilo ndilo lililomponya. Uamuzi wake ulimletea maisha mapya. Nelson Mandela aliwahi kusema kuwa, nimejifunza kwamba ujasiri si kutokuwepo kwa hofu, bali ni ushindi dhidi ya hofu. Mtu shujaa si yule ambaye haisi hofu, bali ni yule ambaye anashindana na hofu yake. Uamuzi wa kushinda hofu ni hatua ya kwanza kufanikisha jambo lolote kubwa maishani. Oprah Winfrey naye amewahi kusema kuwa jambo kubwa zaidi unaloweza kufanya maishani ni kufanya uamuzi wa kuwa na maisha unayoyatamani. Hakuna mtu mwingine ambaye ataamua kwa niaba yako. Uamuzi wa kubadilika ni wako mwenyewe. Ikiwa unataka maisha yako yaweze kubadilika, uamuzi uko mikononi mwako. Unaweza kuchagua kuishi kwa uoga au kwa ujasiri. Unaweza kuchagua kuahirisha au kuanza leo. Unaweza kuchagua kuendelea kulalamika au kuchukua hatua ya kubadilisha maisha yako.